Sababu za kwa nini watu wengi leo hawanufaiki kupitia mikopo. Ni ukweli usiopingika kwamba watu wengi leo wamekuwa wakitafuta mitaji kupitia mikopo ili kuendesha shughuli zao, lakini baada ya kupata mafanikio wamejikuta wakiangukia katika changamoto zinazosababishwa na hali ya wao kuto kupata mafanikio na hivyo kushindwa kumudu marejesho ya hiyo mikopo. Watu wengi wanalalamika kwamba mkopo, baada ya kuniinua, mkopo umenisababishia matatizo, wengine kuuziwa mali zao, wengine kupelekwa mahakamani. Baada ya mafanikio sasa wamekuwa wengi wakiangukia katika changamoto kubwa na matatizo makubwa yatokanayo na mkopo. Sasa yako mambo ambayo ni sababu yanayofanya watu baada ya kuwa wanufaika wa mikopo wanaangukia kuwa wahanga wakubwa wa mikopo, na wengi kusema kwamba sitakopa tena, wakiogopa mikopo, wengi wakiaibishwa, wengine baada ya kuwa juu mikopo imewashusha kabisa kwa chini. Sasa endelea kufuatilia video hii mpaka mwisho upate kufahamu sababu ambazo husababisha watu baada ya kufanikiwa katika mikopo na kuwa wameangukia katika matatizo. Lakini pia usiache kusubscribe ili kuendelea kupata mafunzo kwa video zingine zijazo. Sasa sababu, nitakupa sababu kama 5 ambazo nazo zimekuwa ni chanzo cha watu baada ya kunufaika na mikopo wamekuwa wakiangukia katika matatizo. Sababu ya kwanza ni kwamba watu wanakwenda kukopa bila kuwa na malengo. Yaani mtu hana lengo kwamba ni kwa sababu gani akope, anakopa kwa ajili ya nini, anakopa ili akafanyie nini. Wengi wanajikuta tu kwamba wamekopa wakiwa hawana lengo. Mtu anakopa ndiko ambapo anatafuta cha kwenda kufanyia. Sasa hili ni tatizo ambalo limewaangusha wengi. Tatizo hili limepelekea watu wengi kujikuta wasio wanufaika. Kwa hiyo kabla ya kukopa, kuwa na lengo, kopa kwa malengo. Sababu ya pili ni kwamba watu wengi wanakopa pasipo kujua masharti ya mkopo. Mkopo una masharti gani yaliyowekwa katika huo mkopo? Mtu amekwisha kukopa ndio anakuja kujikuta masharti ni magumu na hayawezi kuyamudu. Kwa hiyo usikope kabla ya kujua masharti yanasemaje kuhusiana na mkopo. Kitu cha tatu, fahamu muda ambao umewekwa. Mkopo wako una muda gani wa wewe kufanya marejesho au mpaka kumaliza? Unajikuta mtu mwingine tayari amekwisha kuingia katika mikopo alafu anagundua muda si rafiki. Yaani kabla ya yeye hajafanya chochote tayari hela ipo katika marejesho, au muda ambao anatakiwa amalize si muda wa yeye kwenda kufanyia uwekezaji katika lile ambalo amelikusudia. Kwa hiyo muda ni muhimu. Jua muda unasemaje katika mkopo wako, muda ukoje wa wewe kumaliza au pengine kufanya marejesho. Kwa hiyo ili kuepuka hiyo pia fahamu muda. Lakini jambo lingine tu ni kwamba watu wengi wanakopa pasipo kupata kuelewa zaidi kwamba riba ikoje. Mtu mwingine tayari amekwisha kukopeshwa, anakuta ana mzigo mkubwa wa riba kiasi cha kwamba kiasi chote baada ya yeye sasa kufanya uendelezaji tayari chote kimekuwa kikichukuliwa na riba kubwa. Kwa hiyo kabla ya kukopa ni vema ukafahamu hilo kwamba riba ikoje ya hicho mkopo wako, riba yake ikoje, ili itakuepuke kuangukia katika swala sasa baada ya kupata mafanikio na kuangukia katika changamoto. Jambo la mwisho tu ni kwamba watu wanakopa ili mradi tu kwamba yeye anahitaji kukopa, lakini ni vema kabla hujakopa ukajua kiasi unachohitaji, ni kitu gani unataka katika mkopo. Mwingine tu kwa sababu watu zinatolewa pesa kuanzia kiasi fulani mpaka kiasi fulani, na yeye anajikuta tu kwamba hiyo na mimi. Kwa hiyo ni lazima ufahamu kabisa unahitaji kiasi gani kama ni fedha cha kukopa. Usikope kwa sababu tu ni kwamba pesa zimetangazwa zipo au watu wanakopesha. Utaangukia katika matatizo baada ya kuwa mnufaika. Wengi wanakopa kwa tamaa, pengine shughuli yake ni ya kiasi kichache tu, lakini anakopa hela nyingi kwa sababu tu ni kwamba zipo. Kwa hiyo fahamu kiasi unachohitaji na usimamie hicho. Usikope kwa tamaa, usikope ili mradi tu kwamba mikopo inatolewa kuepuka katika matatizo. Kwa hiyo watu wengi wamejikuta baada ya kunufaika wamekuwa wahanga wa matatizo yatokanayo na mikopo, lakini kutokana pia na sababu hizi 5 pia ni sehemu ya sababu zinazochangia. Ni kukopa bila malengo. Mtu anakopa pasipo kufahamu kiasi anachohitaji cha mkopo. Mtu anakopa bila kuzingatia riba ambayo inatozwa. Mtu anakopa pasipo kufahamu muda ndani ya huo mkopo ukoje. Mtu anakopa pasipo kuzingatia masharti ya mkopo yanasemaje. Kwa hiyo endelea kufuatilia masomo zaidi, usiache kusubscribe.